ine usinipite. Yesu, Yesu, unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Yesu, Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Shalom, shalom. Bwana asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana. Ninakupenda. Yesu, Yesu. Usinipite Mwokozi, namba 10, tenzi za rohoni. Unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Sina wa kutegemea ila wewe tu. Uso wako uwe kwangu na kuabudu. Yesu, Yesu, unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Haleluya. Tenzi za rohoni, namba 10, usinipite. Umfariji peke yako, sina mbinguni wala duniani pote. Bwana mwingine. Yesu, Yesu, unisikie. Unapozuru wengine, Bwana usinipite. Haleluya, haleluya. Ninamtukuza Mungu, ninambariki. Heshima zirudi kwake, adhama ziwe ya kwake, tumaini iwe ya kwake. Ninamshukuru kwa kuniwezesha kuwa na wewe usiku wa leo. Ninakushukuru kwa kuwezesha wewe ambaye tuko macho mpaka dakika hii. Ninakushukuru kwa wewe ulionisubiri muda wote, lakini unajua ni kazi ya Mungu. Bwana anairatibisha hii siku na haya majira na hii live. Hivyo Roho Mtakatifu ametoa kibali niwepo na wewe majira haya. Andaa moyo wako kupokea. Nini ni neno la Mungu linaloishi ndani yetu kwa wingi, liende kwa ukombozi na ufungulivu kwetu. Haleluya. Tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema. Asante kwa kibali Bwana. Tupe masikio ya kusikiliza, tupe utulivu, tupe kusamehe. Mioyo yetu itulie katika neno lako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu karibu. Jeshi la malaika litande kwa uwezo ambao Bwana utawachilia na kuamuru usiku wa leo. Amen.
Amen. Naitwa Pastor Florentina Gama, ninakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ni mwaminifu sana katika kila wakati. Unaweza ukaa unaumia, huna amani, huna furaha. Lakini nataka kukwambia uwe na furaha katika Bwana, uwe na amani katika Bwana, uwe na matumaini katika yeye peke yake aliyekufia pale mtini Golgotha. Katika neno lake ni faraja kwako. Katika neno lake ni kulitii tu. Enenda katika neno lake. Haleluya. Usinipite Mwokozi, unisikie. Tenzi za Rohoni, wimbo namba 10. Usinipite Mwokozi, unisikie. Unapoimba asikupite Mwokozi, akuzuru, azuru kweli. Haleluya. Kama utaona kuna shida, kuna shida ya network nafikiri. Kuna muda inakata, kuna muda inarudi. Hivyo naomba sana mtu wa Mungu barikiwe na uendelee kuwa na utulivu. Sasa wimbo tenzi namba 10, usinipite, ninakwambia unaposema Bwana unapozuru wengine usinipite. Je, Bwana anapozuru asikupite? Je, unahisi una uhalali wa Bwana akuzuru? Umejiandaa Bwana aweze kukutembelea? Haleluya. Sasa unapoimba ufanye wimbo huu kuwa ibada ambayo inakuwa na manukato mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tayari moyo wako umeandaa Bwana, uko tayari Bwana aweze kuzuru. Uko tayari Bwana aweze kutembelea. Uko tayari Bwana aweze kutamalaki katika moyo wako. Haleluya. Ukasema tena anapozuru wengine asikupite. Inawezekana ukakosa uhalali wa Bwana kukuzuru wewe, kukutembelea maana yake. Kwa nini? Kwa sababu hujaachilia mlango ya yeye kukutembelea. Kama hujaachilia ule mlango ya yeye kukutembelea, anakutembelea kwa mlango upi uliofungua yeye kuingia ndani yako? Haleluya. Shalom. Sasa kama wewe mwenyewe kuna kamlango umekafunga ambacho Bwana azuru, ni kweli atakupita. Kwa sababu haoni mpenyo wa kupita kwako, kuzuru, kutizama na wewe, kuongea na wewe, msemezane naye. Haoni. Kwa nini? Ni wewe mwenyewe bado hujaamua Bwana akutembelee. Fungu la 2 nasema kiti chako cha rehema na kitazama. Magoti na piga pale nisamehewe. Uko sahihi kabisa. Kwa sababu katika usinipite Mwokozi unapozuru wengine, ukagundua kwamba ni lazima rehema ya Bwana iingilie kati. Ni lazima rehema ya Bwana iingilie, lazima ukitazame kiti chake cha rehema na neema. Lazima usogelee msalabani pake, usogelee kwenye kiti chake cha rehema. Alafu ukasema magoti napiga pale nisamehewe. Shida sio magoti unayopiga katika mwili. Magoti ya kunyenyekea unaopiga katika ndani ya moyo wako, ili Bwana aone kuna uhalali wa kuachilia msamaha kwa wewe uliowasamehe wengine. Haleluya. Sasa unapoimba wimbo usinipite, ukaimba tu kiti chako cha rehema na kitazama. Unapotizama kiti cha rehema, uwe tayari umepondeka. Uwe tayari umekuwa nyanga katika ndani, kwamba sina mwingine, ni wewe tu. Sasa kwa huyu mtu mwenye hiyo, huwezi kuwa na jeuri wala kiburi kwa watu tu wengine. Kwa sababu Biblia inasema kwamba utakuwa mnafiki, kwamba kama hao unaishi nao tu eti mbele zangu. Sasa basi, sasa kama unaweza kupiga ili usamehewe, na wewe je, umeshawasamehe wengine? Maana amesema, alitufundisha katika sala, utusamehe kama nasi unavyowasamehe. Sasa kabla hujapiga goti mbele za Bwana, na wewe je, umesamehe wengine? Na umesamehe kweli? Uko tayari katika kuishi nao? Uko tayari kuwasaidia? Uko tayari kuambatana nao? Sasa ili usipoteze muda wala usikose ukakosa hata kula hizo raha za dunia. Kwa nini? Uko vuguvugu. Unajifanya umeokoka, kuna mambo uyafanyi watu ili wasikuone kwamba wewe uko. Haleluya. Lakini kiukweli haupo. Kwa nini? Unapopiga magoti kila siku na kutoa machozi mengi na makamasi mengi, lakini ikiwa ndani yako hujamaanisha, na ndani yako kuna watu hujawasamehe. Mama, baba, mke, mume, mtoto, jirani, ndugu yako, hujamsamehe. Unatoka kuomba rehema, kukisogelea kiti cha rehema ili upate rehema, lakini wewe hujaweza kurehemu watu. Hujaweza kuombea wengine rehema. Unajitizama kwa jinsi ulivyokuwa selfish. Unajitizama peke yako. Sasa ni nini unakiandaa? Nini niko hapa? Kwa nini niko hapa? Ninakuandaa katika ibada. Ninakuandaa uandae moyo wako katika kumwabudu Mungu.
ili unapomwabudu Mungu roho ya kusifu itainuka ndani yako. Roho ya kusifu itainuka, mtembeo wa Bwana utakushukia. Ukushukia tayari vya kwako vimebebwa, vimepelekwa. Kwa nini? Kwa sababu majibu ya Bwana utayapata. Haleluya. Sihitaji uwe kama kila siku unavyokuwa. Anasemaje? Ili usamehewe lazima na wewe usamehe watu. Sasa kama hujasamehe mtu na una uhakika kwamba eti naenda mbinguni, au mbingu ipi itakuwa wazi kwako wewe? Okay. Uendi kanisani, ni Bwana alisema tukutanike kwa pamoja ili tumwabudu yeye. Sio, umeelewa? Tayari unakuwa umeshamtwika fadhaa zako, tayari umeshabubujika, umeshaandaa moyo wako kwa ibada. Tayari umeshakubali kupondeka, umekubali Bwana aseme, si wewe useme. Bwana atende, sio wewe utende. Bwana afanye, sio wewe ufanye. Kwa nini? Kama unamtumainia yeye Mungu, ina maana atafanya na kuonekana na kudhirika katika wewe pale jinsi moyo wako ulivyosamehe watu, na yeye Bwana ataona okay, anapaswa rehema, maana tayari amekubali ni mrehemu, maana amerehemu wengine. Haleluya. Lazima urehemu wengine, Bwana akurehemu. Lazima usamehe wengine, Bwana akusamehe. Period. Siwezi nikakufundisha isiyokuwa ya kweli, nikufundishe kweli ili uweze kupokea. Yaani kama unahitaji package ya Bwana ikujilie ndani yako, ni lazima ukubali kuwa kama mtoto mdogo. Haleluya. Mstari wa 3, usinipite Mwokozi, tenzi ya rohoni, mlango beti la 3 inasema sina ya kutegemea ila wewe tu. Unajua huwa nikiimbaga huu wimbo mimi nasikiaga furaha ndani ya moyo wangu. Kwa sababu gani? Nakuwa tayari ni tayari ni ibada, tayari ni maombi. Yaani hii usinipite namba 10 tayari ni maombi. Yule aliyemaanisha na aliyekuwa na utayari ili Bwana athibitike ndani yake, ili Bwana adhihirike, ili Bwana ajifunue, apate ile ufunuo wa Mungu ndani yake kwa jinsi alivyopokea na anavyoimba, kwamba anaimba kutoka ndani, aimbe kutoka nje. Haleluya. Ukiwa unamtegemea Mungu peke yake, huwezi kuwa na hiyo roho ya kutosamehe. Ukiwa unamtegemea utakuwa na moyo wa rehema. Ili Bwana akurehemu ni lazima na wewe urehemu wengine, kwa sababu unamtegemea, lazima utamrehemu mtu, kwa sababu unamtegemea yeye katika kazi, katika vyote unavyoishi, katika afya, katika maisha. Ni lazima utamtegemea yeye. Kama unamtegemea yeye, lazima uishi katika kanuni zake. Zipi? Ndio hii: rehemu wengine ni kurehemu, samehe wengine ni kusamehe. Sasa wewe ukisema ni wewe tu, humnafikii Mungu, ni wewe unajinafikia. Kwa nini unajichelewesha? Kwa sababu gani? Umekuwa tayari ni hekalu la shetani, kuto kujua. Ndio hicho kiklok ako karoho, ndio ambacho kapo kamekushikilia, kanaziba destiny yako nzima. Nguvu yote na mtembeo yote inazuia zile baraka ambazo Bwana anatakiwa kuziachilia zije kwako. Kwa sababu gani? Una karoho kamekaa hapo, akataki kusameheaga mtu. Sasa unapoimba tu usinipite Mwokozi, mimi naimba nikiwaga na shangwe, kwa sababu ninajitahidi kuishi katika hilo tengenezo la Mungu. Mimi ninavyokuwepo mahali hapa, nahitaji kukumbukiza hii roho ya kujua Mungu ni wa kanuni. Yaani hakunaga ili Bwana ukufanyia muujiza, ni lazima kuna mlango wa miujiza itendeke kwako, mwachia wewe mwenyewe. Maandalio ya moyo ni wanadamu, ila jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Period. No editing, no discussion. Hallelujah. No editing, no discussion. Manake ifike wakati, wapendwa, tuache kuwa mapretenda na ukuwa mnafiki mbele za Bwana. Unajichelewesha mwenyewe na wala hujui kweli, na wala hauna package ya kuwa mwana, wala una package ya kuwa mtu wa Mungu. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa msamaha. Kweli ni mwingi wa hasira. Kwa nini? Anakufundisha kama mimi hapa ni mtumwa. Mimi niite tu ni mtumwa wa Bwana. Niko hapa saa hizi usiku. Midnight I'm here, I teaching you. Nataka kukutoa mahali. Yaani huo sio ujanja, ila huo ni upumbavu. Kwamba hutaki kusamehe watu ukihisi uko salama. Kama una Mungu wako, miungu mingine ni sawa, utabaki hivyo. Lakini kama unamtaka Mungu na nguvu zake, huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na bahari, ninayemhubiri saa hizi, huyu Yesu aliyekufa pale mtini Golgotha, kwa ako karoho, ako kwa kuto kusamehe, ako karoho kawivu, ako karoho kahila. Uwezi kuimba tena sina wa kutegemea ni wewe tu. Hapana, kuna sehemu unapategemea. Kama unamtegemea Mungu, lazima uache hiyo tabia, upone leo. Inasema
nyingine anasema uso wako uwe kwangu na kuabudu. Wewe hivi uko tayari uso wa Bwana uwe kwako? Bwana uso wa Bwana uwe kwako. Unamwabudu, ubarikiwe unayemwabudu. Ni hivi, ikiwa kweli unataka uso wa Bwana ukujilie, kweli uso wako uwe pia uko tayari kutizama na Bwana. Yaani Bwana hakutizami tu kama wewe mwenyewe hujaishi katika tengenezo. Bwana hakutizami tu kama wewe mwenyewe urehemu watu. Bwana hakutizami tu kama wewe sio usamehe watu. Bwana hakutizami tu kama uishi katika amri zake. Yaani uso wa Bwana inaimbaje? Uso wa Bwana uwe kwako. Uso wa Bwana ukiwa kwako, wewe huwezi kuwa na huo uso mwingine unaobadilika kwa watu wengine. Kama mwenye uso anayetaka uso wa Bwana uwe kwake, huwa na uso mmoja tu. Ni amembeba Kristo na mhubiri Kristo na muamini Kristo. Full stop. Kwa nini? Mungu Yesu wetu ni upendo. Pale ninapomkiri na kusudi upendo. Sasa ukiwa na kutosamehe una upendo. Maana hata pale mtini Golgotha Yesu alisema uwasamehe maana hawajui. Alitangaza msamaha. Wewe umetangaza msamaha wapi? Kwa sababu mpaka sasa hivi hapa unanitazama. Huna msamaha uliotangaza. Umekaa na chuki, umekaa na ila, umekaa na visasi, umekaa na vilipizi. You are fair. Hakuna huyo Mungu. Sijui, labda kuna Mungu mwingine. Ila mimi huyu ninayemjua na kumwamini. Huyu aliyenitoa huko Misri akanileta hapa. Huyo Mungu aliyenichagua, aliyenitafuta huko akanileta. Huyo Mungu huyo Mungu hanaga. Huyo Mungu ni lazima utangaze msamaha. Tena kwa yule mtu ambaye unaona kabisa ni anakudharau, ni akuamini, ni anakuona ufasamehe. Ukisha samehe umemtwika Bwana fadhaa zako. Kwa sababu gani? Unaishi kwenye kanuni. Na maana haki ya Mungu itakutembelea. Kwa sababu gani? Upo. Lakini kama una Mungu wako una vitu vyako mwenyewe. Mimi huko sivyo. Mimi nasema na wale wana wa Mungu wanaotaka kutoka huko waliko kurudi ili ibada zao Bwana akubali ibada yake na azitakabali sadaka zake. Kama unahisi kwamba hamna nitakwenda tu, ndugu yangu, huna mnaimpretendia. Yaani wala mimi mchungaji, mtumwa wa Bwana hapa, mchungaji wako, huna pretend. Mimi wajibu wangu ni kukwambia kwamba unapoimba usinipite. Hivi unamaanisha na unaelewa? Sasa tunapofundishana vizuri tukakumbushana, uso wako uwe kwangu na kuabudu. Unajua kumwabudu Mungu? Unayemwabudu, sasa nikupe mfano. Wewe bosi wako hata akipiga makelele, kwa sababu unamwabudu kwa ile kazi na ukale kamshahara kadogo anakokupa. Unamwabudu huyo mtu, unamfanya kama Mungu mtu kwa sababu tu ya kwamba mimi kodi nitalipiwa na nani, watoto wangu wataleta hospitali nitatibiwa na nani, so unakuwa mtumwa kwake. Unamwabudu kwa sababu ya kile anachokupa. Haya, vipi kuhusu Mungu anayekupa hiyo pumzi? Kuhusu Mungu anayekuamsha asubuhi? Vipi kuhusu Mungu aliyekulinda tangu uzalio kwako mpaka leo? Unaweza kumwabudu kikawaida hivyo kabisa, eti unamwabudu huku unaangalia huku huku unaangalia. Yaani huku unamwabudu, huku unasengenya, huku unawazia wezio mabaya, huku huna usafi wa moyo. Haiwezekani. Huyo Mungu hayupo. Acha. Ili kweli ukiwa naimba uso wako uwe kwangu. Uso wa Bwana huwa unamtizamaga mtu ambaye anapaswa kutizamwa. Ninapogeuka hivi, ina maana atazama kitu natakiwa kukitazama. So tenda mema, ishi katika tengenezo, fuata amri za Bwana. Alafu uone kama Bwana hajakutizama. Bwana anakutizama, na ule uso wa Bwana ukishakutizama wewe umepona uliokuwa mgonjwa. Ukikutizama wewe umefanikiwa. Maana tayari mpaka akutizame ni kibali. Nikukumbusha wakati Esther ameingia kwa mfalme kinyume cha utaratibu ni kibali. Lakini kile kibali kinatoka wapi? Mwenyewe malizia huko uliko, kinatoka kwa Bwana. Kubali kupondeka. Una mchungaji wako, una kiongozi wako ibada. Unayenisikiliza, ni mtumishi ni nini? Kubali kupondeka. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe huna cha ziada. Yaani you are a loser. Yaani wewe you are a loser. You are nothing to God. You are nothing. Mimi mwenyewe I'm nothing. Yaani sina chochote. I'm a loser. Kwa sababu sina nitakacho. Yaani atakayenifanya niwe victory, atakayenifanya niwe winner ni Mungu peke yake. Siwezi chochote, siwezi. Yaani kwanza ningesema ingekuwa binadamu anatoa riziki. Kama riziki angekuwa anatoa binadamu, kama uhai angekuwa anatoa mwanadamu, kama sijui chochote angekuwa anatoa mwanadamu, na kuhakikishia sipo leo, wala wewe haupo. Hata riziki ya kula angekuwa anatoa mwanadamu, kwa hila na chuki
na moyo wako na yako karoo liko nacho. Hivi unahisi kama tu hata kumsupport mtu, hata kumsemea mtu vizuri uwezi, ndio utaweza kumpa chakula? Utaweza kumpa pumzi ungekuwa wewe ndio umeshikilia ile gesi? Alafu nataka uso wako wewe kwangu. Bwana akutizame kwa kipi wakati anaona huna cha kukutizama huko nyuma? Bwana anasema ili akutizame kusogea kisogo, ina maana umemchukiza. Unaishi katika chukizo la Bwana, umeshamchukiza Mungu mengi. Leo basi rudi. Leo rudi. Beti la 4, usinipite Mwokozi, namba 10 beti la 4, najaribu kukuelezea tu unapoimba usio naimba tu, ufanye kwa ibada, ufanye kuwa sala yako. Ukiwa umeandaa. Unaweza wengine hapa kesho ukashangaa kafika kanisani kwetu ndio wimbo huu utaanza. Ujue Bwana amesema na wewe kabisa. Unashangaa hapa saizi unatiririka ndani yako, au unalala asubuhi ukikurupuka huko unaimba ndani yako. Bwana anakukumbusha kwamba unakumbuka mtumwa wangu Florentina usiku alipokuwa alikwambia. Sasa na wewe pia uishi katika hilo. Haleluya. Beti la 4 nasema umfariji peke yako, sina mwingine. Faraja ya Bwana ikujilie kwa mwanae. Faraja ya Bwana akujilie. Inawezekana Bwana akaiachie faraja kukupa muda. Wala duniani pote Bwana mwingine. Sasa kama hamna yani hamna Mungu mwingine duniani kote, ni yeye tu, ni yeye tu, ni yeye tu. So why you be like that? Kwa nini unakuwa hivyo? Ninamhubiri Kristo. Ninahubiri injili ya Bwana Yesu Kristo. Niko hapa nahitaji upone mtu mmoja. So kwa utangulizi wa wimbo nilioimba usinipite Mwokozi, usinipite tenzi, naamini umeweza kupata kitu. Ndio maana unakuta unatakiwa hata ukiimba ujitafakari. Unaposema tu wewe jiulize mwenyewe, hivi nimerehemu mtu? Pale pale ukumbuke uconnect, udidact. Hapo unatakiwa udidact. Kisha didact unakuwa sawa. Haleluya. So lakini kama huto didact unakuaje? Unakuaje? So ninatamani uwe mtu fulani, ninatamani tufike wote. Ninatamani mbingu ilivyokuwa wazi kwangu na mbingu hiyo wazi pia kwako. Haleluya. Haleluya, mwana wa Mungu. Ni usiku mwingine. Ni usiku mwingine kabisa. Kabisa kabisa. Unapotakiwa ukipata nafasi kama hii ya kusikiza neno au kusikiliza jambo lolote la Mungu, uwe tu na utulivu wa ndani uweze kusikia. Maana kuna wakati mwingine mtu anajibiwa kupitia mimi, kuna wakati mtu amejisahau na kumbushwa kupitia mimi. Kuna wakati ukajihesabia haki. Haki haiwezekaniki. Yaani hiyo haki haiwezi kuja kama wewe mwenyewe hujaachilia haki mbele za Mungu, mbele za watu, ili ile haki ya Mungu ije mbele zako. Haleluya. Huwezi kuzuia mtu anawaza nini. Huwezi kuzuia wala mtu ameamua nini. Anaweza kuzuia mtu alichokiamua, na anaweza kuzuia mtu anachokiwaza ni Mungu peke yake. Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Anaweza akazuia unawaza nini. Huwezi. Na si kila mtu atakupenda, na si kila mtu atakukubali. Sasa unapokaa hapo una uchungu, unaona nimesema mfariji peke yake. Hebu mpende Mungu, fanya mambo yake ili awe mfariji kwako. Kwa sababu kuna mwingine hapo unaweza unatamani faraja upate kwa mtu fulani. Unatamani mtu fulani akukee, hawezi. Hawezi. Au unatamani mtu haishim feelings zako, hawezi. Wewe tu tafuta uso wa Mungu. Tafuta uso wa Mungu. Thank you Holy Spirit. Asante, asante Roho Mtakatifu. Tafuta. Ukitafuta uso wa Mungu utauona. Utakuwa kwako kweli. Lakini uso wa Mungu hauwi kwako kwa sababu uso wako mwenyewe umejaa takataka, umejaa dots. Akiingia hapo, akisema achungulie moyo ndio umemkuta Florentina, umemkuta nani wewe? Hawakusaidii. Alafu nikwambie, wala huna unayemkomoa. Maana yake waga nawaambiaga watu kwamba unapohisi kama kuna mtu labda ukifanya hivyo kikasirika, ukiumia, kuna mtu yani watu hawa hawapo kabisa. Hawapo. Yani hawapo kabisa. Unasema Bwana asikupite, wenyewe ni wanakupita. Amen. Amen.
na iwe hivyo kwako. Ninatamani usiwe tu unakuwa tu kawaida tu, unakuwa tu kawaida. Ili uweza wa Mungu uwe juu yako, ni lazima wewe pia uwe na uwe uwezo wa kupokea ule uwezo wa Mungu. Na yoyote aliyekuwa na huo uwezo wa Mungu, ukae ukijua kabisa ameandaliwa na amekubali kuandaliwa. Haleluya. Haleluya. Natamani uelewe. Natamani ujue. Haiko hivyo. Yaani mimi namshangaa sana mtu anayemwangaliaga mtu au watu au kitu ama vitu. Usiwe hivyo. Wewe mtizame Mungu. Ishi katika kanuni za Mungu. Unaweza kuniuliza hapo, wewe mtumishi ujui tu inakera. Unapoteza muda wako. Hauna mtu unayemwaza hana hata mbingu kwa sababu hata mbingu haijui. Wewe atakupa mbingu ipi? Yeye ashamwasi Bwana siku nyingi. Hii mbingu ipi atakupa? Hamna. Sasa ni vizuri tu ukaishi katika tengenezo la Mungu, ukaspread love, penda watu. Sasa unasema umeokoka, nimeokoka, umeokoka, lakini ndio chuki unaisambaza. Ni je, unamtangaza Kristo au unamtangaza ibilisi, shetani mlanio? Definitely kitu unachokitoa kinamtangaza nani? Huyo uliyembeba. Sasa haina haja ya kusema tu watu sio wananiambiaje. Hapana. Hamna nuru kwako. Si katika maneno yako, matendo yako haina nuru. Kwa sababu Biblia imesema wazi, kabla jiona jengia tu tumesamehe. Sasa wewe mpaka usiku huu saizi naongea, kuna mwingine kamshikilia mtu. Andika message mwambie nakutangazia msamaha, nimekusamehe. Mwambie nimekutangazia msamaha, nimekusamehe. Waefeso 5 mstari wa 15 mpaka 17. Tunaenda session nyingine ya pili, tulisikie neno la Bwana. Waefeso 5 mstari wa 15 mpaka 17. Niko hapa kukuandaa tu na ibada. Niko hapa upone tu. Utoke katika hizo takataka ulizonazo ndani yako na hizo fikira ambazo unahisi ziko sawa. 15 mpaka 17. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Kusamehe ni hekima. Rehema ni hekima. Haleluya. Mwenye hekima ni mtu ambaye amemcha Mungu. Mwenye hekima ni mtu ambaye anaishi katika tengenezo la Mungu. Sasa huu ni mstari wa 15. Sasa basi hebu tuongee. Hebu jitafakarisha wewe mwenyewe huko uliko. Hivi mtu akikusema mabaya sana, tena na si ya kweli, ni ya uongo, anatafuta na mashahidi ya ajabu. Alafu wewe ukayasikia yale maneno, na ni aibu, ni afedhea ya kuumiza sana. Ukayasikia yale maneno na washakuhukumu kabisa na kukutoa kwa lamani, na kama ni kazi kufutilia kule. Si una machungu? Mwenye hekima anaishi, mwenye hekima kumbuka anaishi kwenye mapenzi ya Mungu. Sawa? Sasa hebu niambie, utafanya kama wao walivyokufanyia au utabidi ufanye kinyume na wao walivyokufanyia? Haya, utawaza mwingine anakuazia mabaya na ashakuhukumu, yani ashakutoa kwenye lamani. Utamwazia kama yeye alivyokufanyia au na wewe utawaza kinyume na alichokufanyia yeye? Utatenda kwa jinsi alivyokutendea au utafanya kinyume cha alivyokutendea wewe? Utamsema na yeye na kukasambaza na kumwaibisha na mtu? Ndio maana mimi kila siku nawaambieni, ogopa mtu ambaye kinywa chake anaweza kumsema mtu vibaya
Kina tohara. Ogopa mtu ambaye anaweza kumsema mume wake au mke wake vibaya, awe anaishi naye au ameachana naye, doesn't matter. Lakini unaongea vya watu, na kuhakikishia kama ni mwanamke uko naye anamsema mume wake aliyepita naye, na kuhakikishia lolote na wewe utakalolifanya litakuwa liko nje unajadiliwa, kwa sababu huyo anayesemaga mara nyingi ndio mbaya na ndio mwenye madhaifu makubwa, ila hajijui kwa sababu anajihesabia haki. Ni sasa mwanaume ameachana na mtu anamsema mke wake aliyeachana naye vibaya, na kuhakikishia wewe mke ule naye hauna usalama, kasha kuchafua kwenye familia na kitu, na vyote anavyosema ni uongo. Yeye mwenyewe ni madhaifu makubwa kuliko huyo. Kwa nini huwa hawaangaliaji sababu, ila wanajisafisha kupitia mtu? Sijawahi kuona kwamba kujisafisha kwako ni kwa sababu ya kusema mwingine. Hiyo sijawahi kujua. Haleluya. Sijawahi jua hiyo. Ninachojua mimi, kujisafisha wewe ni kuwa na kutenda mazuri au mema kwa jinsi ulivyo, bila kumchafua mwingine, bila kuyaongea mengine. Wewe sasa tukuone ukoje. Iwe ni kwa mke na mume, iwe hata mtu anayetoka kwenye ofisi fulani anaisema ile ofisi vibaya na yule bosi vibaya, na kuhakikishia wewe bosi uliomwajiri huyo mtu, ogopa huyo mtu ni kirusi. Ni sawa mtu anatoka kanisa fulani anaenda anakuja kwako, wewe mbeba maono, unapokea ule uchafu anaosemwa mtumishi mwezio huko nyuma, na kuhakikishia si kweli. Hicho ulichokipokea ndio bomu lenyewe. One day litakulipukia. Kama aliweza kumsema vibaya alikopita, uwe na uhakika wewe ambao amekuja juzi tu jana na visenti vyake na kusaidia hapo, au kaja na kujifanya ananena sana kwa lugha, kumbe lugha za mizimu ya kwao. Ananena kwa lugha sana, kumbe lugha za mizimu ya kwao. Unamuona mtu wa maombi, kumbe mchawi tu anakuja kupozesha roho za watu hapo. Unamuona ni kweli, afu unapokea baba yenu alikuwa vile, mama yenu alikuwa vile, na kuhakikishia hilo ni bomu la nyuklia umelibeba. Ukimesi kidogo, sio kidogo, hata hapo unapoishi naye tayari anakutangaza kabisa. So uwe na makini sana, na uogope kumuogopa, kwamba sio kumuogopa kwamba kama yeye ni Mungu, ila nikisema kuogopa maana yake uwe na kweli, na akili zako zifunguke kweli, na hekima kinywani mwako kiwepo hekima. Usijiachie, ni hatari. Huku tunasemaga wengi wanaofanyaga makosa ndio wanawahi kwenda polisi. Akishaenda polisi, akisha kushtaki wewe, hata kama una haki, lakini aliyekutangulia ndio ataonekana ndio aliyekosewa. Mpaka wewe uje ujisafishe uonekane sio, uishapita, watu washakudharau, ushahukumiwa, watu kila mtu akishota sura yake. Haleluya. Sasa lazima uwe na hekima. So ukiona mtu namna hiyo, manake hana hekima. Hajamcha Mungu. Hajajua nguvu ya kinywa chake, na anaidharau nguvu ya kinywa chake, kwa sababu amesahau mdomo unaumba, kwamba anavyosema kuna mtu anamchafua, kuna mtu anamharibia kazi, kuna mtu anamsiliba, na kweli je yule mtu ni mbaya tu? Ndio maana mimi wananijua watu ambao ambao ninafanya nao huduma, kwanza si entertain kabisa. Na ukitaka ni kudharau, ni ile siku ambayo utakuja kunieleza mambo ya mtu mwingine, kwa sababu sikuwa na shida nayo tena mabaya. Bora uje unieleze mambo ya mtu mwingine mazuri, kafanya mambo mazuri, itabidi tufanyaje, vitu vya jamii. Lakini kuja kumsema vibaya, ukihisi mimi nitakuona mwema, ndio yani hapo nitaona okay, huyu mtu yuko hivi. Sasa mimi ndio natakiwa niwe mwangalifu zaidi ya hivyo, kwa sababu mimi hanijui. Kaja leo, nimeonana naye leo, je juzi. Je ya kwangu madhaifu yangu, udhaifu wangu kiinuka, huyu atanistiri kweli? So from that day mimi nakudharau, from that day nakuwa makini na wewe. Naishi kwa hekima zaidi, kwa sababu nimeshakuona huna hekima, inabidi mimi hekima yangu inuke zaidi ili ujifunze kupitia kwangu. Ni hekima. Ni sawa na mtu ambaye anaweza akakusema vibaya alafu wewe umsemi. Si kama mtu unakuta unamuogopa. Wala wewe mtu usije ukapzimia moyo ukaona kwamba mimi sisemi wanioni. Nyamaza kimya, hiyo ndio ni hekima, huo ndio uelevu.
mtu anakutendea vitu vya ajabu akihisi nini? Hapana. Yeye ni mjinga, wewe ni mwerevu. Kwa sababu wewe mwerevu tayari ushajua majibu ya hivyo vitu vinakavyokuja kutokea. Kwamba tayari Bwana atamuacha tu. Tayari mwenzangu ameshatoka kwenye leli, hayupo tena kwenye njia ya nini? Ya Bwana. Anaanzaje kufanya hivi? Anaanzaje kufikiria hivi? Na Mungu alichomwachia shetani, nimenafundishaga sana, ni fikira zetu tu. Ndio hapo shetani anapochezaga na sisi. Na ndio anachokuwini. Ndio anafanya uso wa Bwana usiwe wako, kama nilivyoiva usinipite. Haleluya. So ni lazima, Biblia inatuambiaje? Tuenende kwa nini? Tunavyoenenda kwa hekima. Sio kama watu wasiokuwa na hekima. Sasa wewe nikuulize mwenzangu hapo ulipo, na ujijibu tu mwenyewe. Hivi wewe una hekima kweli? Ungekuwa na hekima ungejibu hivyo. Ungedraft hivyo. Biblia imetuambia. Basi angalieni sana. Yaani sio angalieni kidogo tuliomcha Bwana ndio tumemkiri Kristo, tuangalie sana. Mnavyoenenda. Angalia unavyoenenda. Matendo yako, maneno yako, mawazo yako, fikira zako, vyote unavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Yaani kama hata unajua kama yani hata kama ukuna iko unaga hapo ka hekima kale kaloo kamekukaba. Unajua una roho yako alafu una kaloka shetani kapo paka na kulimind. Haiwezekani. Unakumbuka huyu alivyokufanyia, unakumbuka alivyokujibu, unakumbuka alivyoenda kusema pale kwao, unakumbuka alivyokusema kwa ndugu zake, unakumbuka alivyosema kwa jamaa zake, unakumbuka alivyokusemea kwa bosi, unakumbuka kale kaloho hako kaloho mpaka ukingoe lazima uwe kabisa nganga. Mstari wa 16. Haleluya, aliyenielewa haleluya, uenende kama hekima. Mstari wa 16 unasema mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Kumbe ukiwa na hekima unaokomboa wakati, lakini ni kweli. Kwa sababu gani? Hivi mtu utaweza kukimbizana na kichaa? Wanasema ukikimbizana na kichaa na wewe ni nini? Ni kichaa. Mtu anakutukana anakwambia na wewe ukamjibu, ni wote amekuingiza kwenye uovu. Na mtu mwenye uovu kukomboa wakati mmoja ufahamu. Mtu anayetenda uovu mara nyingi ambaye ufahamu umepigwa. Sasa kwa sababu ufahamu umepigwa, hataona kwamba hapa ninachokifanya hiki kitu au hivi ni kitu gani kina delay hapa. Kumbe ingetakiwa awe tayari amemachua au amekuwa amedeliver ndani ya miezi mitatu, lakini kwa sababu ya kukosa ufahamu wake, yani huo kukomboa wakati, anafanya vitu vya uovu, anafanya vitu visivyokuwa na hekima, hawezi kufika kwenye destiny kwa wapesi. Inakuwa destiny yake inabanwa. Anaenda 2 steps anarudi 3 steps. 4 steps anarudi 6 steps. 7 steps anarudi 12 sio 12, anarudi 20 steps nyuma. Hatua mbele 3 6 nyuma. Kwa nini? Huna hekima. Nini? Ukomboi wakati. Kwa nini? Kwa sababu ya uovu. Unafikiri siyofaa. Hekima iko wapi? Maana hekima, mtu mwenye hekima kwanza hata fikira zake hekima. Anafikiria hekima. Lakini wewe kufikiria ni mabaya tu. Vipi kufikiria upendo wa Kristo ndani ya maisha yetu? Mbona Kristo Yesu alionyesha hekima pale wakati yuko kwenye mfungo wa siku 40 Ibilisi shetani anapomjaribu pale. Alijibu, alileta andiko, alijibu kwa andiko. Ni hekima. Alijibu hivi akajibu na andiko. Yeah, that's it. Fact to fact. Biblia inasema ndio yenu na iwe ndio na sio yenu isiwe sio. Iwe sio. Wewe maneno mengi unayatoa wapi? Where coming from? Where is coming from? Inatoka wapi? Maneno hayo mwana wa Mungu. Pona si upone leo basi. 6:6. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Yaani ni watu wamekaa kama manyang'au wako hivi. Alafu watu wao nafikiri wanaonaga wema. Wanausahau wema wa Kristo. Wewe usiangalie watu, angalia ukuu wa Mungu ndani ya watu. Usiangalie uovu wao, angalia ndani ya ukuu wa Mungu, ndani ya kuacha huo uovu. Katika huo uovu unamtoa vipi katika huo uovu?
hana hekima, unamwekea vipi hekima? Wewe uwe kielelezo basi. Wewe uwe na mwenendo huo. Uenende kama alivyosema kwa hekima basi. Bwana atusaidie sote. Mstari wa 17. Zama hizi ni za uovu. Mstari wa 17. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, wala usije ukasema natuita wajinga, si atuita nini. Kwa sababu wajinga wajifanya ujui. Na hapa sasa hivi si unajua hapa, si nimekueleza. Mtumwa wa Kristo mimi, si nimekueleza. Kasemaje? Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Ukiwa unautizamia ufalme, labda nianzie hapo, chochote kitakaweza kutokea hapa mbele, chochote kitaweza kutokea hapa, neno lolote lile, tendo lolote lile, oh Jesus, kwa sababu unautizamia ufalme, hivi vyote utaona kama ni vitu. Utaangalia kama kuna zuio lolote hapa, kuna beria yoyote, kama kuna muamaleki yoyote. Yaani si kwa neno, si kwa tendo. Kwa sababu wewe sio mjinga. Mjinga ni yule haoni anakoenda, yeye anapambana na hapa, ajifanya ajui anakoenda. Mjinga ni mtu ambaye ajui. Ukimjulisha anajua ujinga umeisha leo. Ndio maana sasa kaza ujinga kwenda tu kurudi, naelewa wapi narudi wapi. Haya sasa. Wewe mjinga ambaye huelewi wapi unaelekea, wewe unautazamia ufalme, unaangalia hapa vya katikati hapa, si fedha, dhahabu, cheo, heshima. Yaani inasikitisha. Sasa inasema hivi mstari wa 17. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Kwa sababu si ujui. Sasa ujue sasa. Bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Ukishajua ni nini yaliyo mapenzi, utatenda yaliyo mapenzi ya Bwana. Utotenda kama watu wajinga watendavyo. Wewe uliye mwelevu utatenda mapenzi ya Bwana. Wewe unajua kabisa wewe kama kweli sio mjinga. Maana kitu neno langu, wewe amri 10 uzijui. Si tumezisomaga huko Sunday school, tumezisomaga mafundisho sisi wa KKT huko. Tena tumeziklemisha. Sisi pale Tanzania ulikuwa unaklemisha, ole wako. Sasa wewe amri 10 uzijui. Haya, ujui kama Mungu ni upendo? Ujui mwana wa Mungu? Ujui kama chuki, hila, wivu ni dhambi? Ujui ukikosa kiasi ni dhambi? Hebu kwanza nikusomee Wagalatia 5, Wagalatia 5:21 mpaka 22, 23 nafikiri. Wagalatia 5. Thank you Roho Mtakatifu. Hapa msio kama ujinga, ila mapenzi ya Bwana. Mapenzi ya Bwana ni yapi? Tunda la Roho. Wagalatia, Galatia ni Wagalatia. Galatia 5. Wagalatia 5 mstari wa 22 mpaka wa 23. Niko sawa sawa. Haleluya, haleluya. Unajua maandiko huwa yanagongana, yanapelekana. Lakini kwa sababu si mimi, ni Roho mwenyewe ameruhusu. Wagalatia ngapi? Wagalatia 5 mstari wa 22 mpaka 23. Katika lile wa Efeso 5 mstari wa 15 mpaka 17. 17 sasa tutende yale mapenzi, yani tusio kama wajinga. Sasa nakwambia katika hizi tunda la Roho, maana amri 10 si sawa, unazijua, zinakushinda, hata usiongope tu, unadanganya. Yani hata sasa hivi hapa nilipo umedanganya.
Yaani umedanganya kweli. I love you my daughter Deborah. I love you so much. Na wabariki wote ambao mko na mimi pamoja na mimi. Nakubariki wewe hapo. Nakubariki. I love you so much my daughter. Love you so much. Be blessed and be highly favored. Sasa Wagalatia 5 tumepelekwa kutoka kwenye Waefeso 5:15 mpaka 17, lakini kwa sababu ya neno lile la 17 kwamba tusio wajinga, tutende kama mapenzi ya nani? Ya Bwana. Sasa hayo mapenzi ya Bwana nimekupeleka kwenye tunda la Roho, Galatia 5 hiyo mstari 22 mpaka 23. Nasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Oh Jesus, Bwana tusaidie sana. Lakini tunda la Roho ni upendo. Nimetangulia kusema nini? Upendo. Ya pili furaha. Ndio mapenzi ya Bwana. Tunda la Roho hilo. Amani. Yaani hivi vyote sio kwako tu, na wewe kuweka kuvifanya kwa watu. Sio wewe tu upewe upendo, na wewe upendo usipidi kwa watu. Sio upewe tu furaha, ufurahishwe wewe tu. Kuna mwingine mselfish anataka afurahishwe yeye, ambaye maneno mazuri yeye hawezi kuspread kwa wengine. Ninasemaje tena? Amani. Sio amani upate wewe tu, amani wape na watu wengine. Uvumilivu. Sio wewe uvumiliwe wewe tu, na wewe uvumilie wengine. Utu wema. Sio utu wema utendee wewe tu. Nataka tu watu wanakutendea utu wema, ila wewe kutendea wengine utu wema utu huna. Mtu jealous, visasi, malipizi. We. Halo. Bado sana hujamjua Mungu, bado. Sasa leo nataka uokoke na nitaisalisha sasa. Leo nitafanya uokoke. Okoka hapo ulipo na wala usicomment. Hapo ulipo nikikwambia sema hii useme uokoke leo. Haleluya. Uokoke hapo ulipo leo hii. Utu wema. Fadhili. Umesema pale unataka tu Bwana akufadhili. Vipi wewe umefadhili wengine? Mtu anayefadhili ni mtu asiyeangalia ni kitu gani, wapi, lini, fanya naye, kwa nyani, anatokea wapi, na kundi gani, ni kwa wake hapa, kabila gani, wapi. Hey! Fadhili, maana Mungu wetu ni mwingi wa fadhili. Huwa anatufadhili sana. Haleluya. Sasa wewe mwenyewe kufadhili watu huwezi. Wewe unataka kufadhiliwa na yupi? Hata Mungu mwenyewe hawezi kufadhili. Huwezi kumfadhili unayenijua mimi na kupa maji ya kunywa. Wewe huwezi kunifadhili yoyote. Yaani huwezi kunifadhili chochote. Bwana ndio akufadhili. Lazima ufadhili wengine Bwana, na wengine wakufadhili ili Bwana naye akufadhili. Mungu wetu ni wa haki. Mungu wetu ni nini? Mungu wetu ni wa haki. Haleluya, Mungu wetu ni wa haki. Uaminifu. Hapa sasa. Hapo ulipo tu, kama mimi nasemaga jamani, muogope Mungu. Kama huwezi kuwa mwaminifu tu kwa Mungu anayekupa pumzi, wewe ndio utakuwa mwaminifu kwangu? Jamani, tuache kuwa hata mapretenda, hata kwa mababa na mama wa kiroho. Hata kwa wazazi wetu, hata kwa waume zetu na wake zetu. Kama unashindwa kuwa mwaminifu kwa Mungu ambaye anakupa pumzi, mimi ambaye tumekutana mtu mzima, mimi ambaye nimekuzaa tu wewe mwanangu, ushindwe kuwa mwaminifu kwa Mungu, utakuwa mwaminifu? Sasa kama mwaminifu mzuri ni yule tu anakuwa mwaminifu kwa Mungu kwa kuishi katika tengenezo, kwa kuishi katika amri, kwa kuweza kuishi katika upendo, ni lazima pia atakuwa mwaminifu kwangu na kwako, na wewe pia uwe mwaminifu kwa mwingine. Lakini mwingine uaminifu umekutoa kwenye kazi, umekosa uaminifu. Uaminifu umekutoa kanisani, uaminifu umekutoa kwa Bwana, kwa sababu hujawa mwaminifu kwa Bwana. Bwana amekutapika, amekuacha siku nyingi. Haleluya. Sasa kwa nini leo usiwe mwaminifu kwa Bwana? Wewe tunda la Roho nakupa hili. Ndio mapenzi ya Bwana, ni tunda la Roho. Hayo ndio mapenzi ya Bwana, ili mapenzi yako Bwana yatimizwe. Haleluya. Asante Bwana. Hapo nini tena hapo? Mstari wa 23. Upole ndio ile hekima. Hekima inaendana na upole.
uwe mpole basi, usiwe mkali to the maximum. Huo ukali wako na Mungu asira Bwana, ukali wa Bwana ukiwaka wewe utakuwepo. Mwingine mtu anakuwa mkali kwa sababu gani? Wewe vimali vichache ulivyonavyo wewe, kwa sababu ya hiyo title ambayo muda wote Bwana anainyamazisha. Walikuwa wafalme wangapi au wenye hela wangapi, walikuwa wenye mali wangapi, leo wako wapi? Walijiinua kama wewe, unajifanya kwamba huna upole, ni mkali tu. Mungu akusaidie. Nahitaji upone mwana wa Mungu, twende wote, tukutane wote, tuwe katika safari katika kutazamia ufalme wa Mungu. Nyingine kiasi. Yaani hata kula, unakula sana. Yaani hapo kuna mwingine kala saa 2 lakini sasa hivi unakuta anaenda kula. Unaongea too much. Kiasi, unajifanya unajua wewe kila kitu. Yaani uwe na kiasi hapa dhambi zako basi. Uwe na kiasi. Hata kama unamsema mtu, unamchukia mtu, uwe na kiasi. Uache, sio kitu kizuri. Uwe na kiasi. Kila kitu uwe na kiasi. Usiseme sana mtu, usichukie sana mtu, usiharibu sana mtu. Uwe na kiasi. Haleluya. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amen. Ukiwa mtu wa pole, ukiwa mtu hamnaga sheria hapo. Ukiwa na upendo, ukiwa na furaha, ukiwa na amani, ukiwa na uvumilivu, ukiwa na utu wema, ukiwa na fadhili, ukiwa na uaminifu, ukiwa na upole, ukiwa na kiasi. Juu ya mambo haya hakuna sheria. Hakuna sheria juu ya hayo mambo. Haleluya. Haleluya. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu, kuhani wa Bwana Deborah Anthony Mwakapala. Mungu akubariki sana mwanangu. Umekuwa ni mwanafunzi mzuri. Na mpaka sasa hivi hujalala vizuri sana. Watumishi wa Mungu sasa hivi hujalala. Sasa hivi ukiwa umelala sasa hivi, wakati ni ndio muda sasa hivi wa kuenda mbele za Bwana, unalala wapi? Ni muda wa kwenda mbele za Bwana sasa hivi, mtumishi unalala usiku. Mungu akusaidie sana. Hivyo Bwana akusaidie sana uweze kuwa na hivi vitu ambavyo Bwana amesema ukae katika amri 10, na pia uwe na tunda la Roho. Ukiwa na tunda la Roho uwezi ukawa hivyo. Utakuwa na kiasi, utakuwa mpole, utakuwa na utu wema, utakuwa na fadhili. Kweli kakukosea, si uwe na fadhili basi. Utakuwa na upendo basi. Utakuwa basi na upendo. Kwa sababu Mungu wetu ni upendo, na ukimkiri Yesu tu hapo upendo ukae. Upende watu na umpende jirani yako. Wewe mwenyewe umpende Mungu na ujipende mwenyewe na umpende na jirani yako. Jirani yako yani kwamba ndio huyo, ndugu yako ndo nani huyo. Haleluya. Haleluya. So Mungu aweze kukusaidia katika haya ambayo Bwana ameachilia usiku wa leo. Naamini kuna mtu kabisa amekusudiwa. Kuna mtu mwingine amesamehe. Maana Mungu wetu nini? Ni mwaminifu. Katika Mathayo 11 mstari wa 28. Mathayo 11 mstari wa 28. Mungu wetu ni mwaminifu katika yule anayetunza uaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu katika yule anayetunza nini? Anayekuwa mwaminifu. 28. Wai Mungu ametupeleka hapa 28. Inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoeni kwangu. Sio kwangu, tafadhali. Usinigombanishe na Bwana. Sio kwangu, yani kwa Bwana. Njoeni nyote ninyi, njoeni kwangu ninyi nyote msumbukao. Unayetapatapa, niende wapi? Unasumbuka. Na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.
Mzigo upi ni huo wa kukosa rehema? Mzigo upi ni huo wa kushindwa kusamehe? Mzigo upi ni huo unaokosa kiasi? Mzigo upi ni huo uliokosa uti wema? Mzigo upi ni huo uliokosa fadhili? Mzigo upi ni huo uliokosa upendo kwa watu? Mzigo upi ni huo? Ni huo ni mzigo. Sasa kwa nini leo usije kwa Bwana? Leo njoo kwa Bwana. Njoo. Bado hujaokoka, njoo. Samehe huyo mtu. Samehe mtu. Ni hivi, unaweza ukasema siwezi kumsamehe, nimekuimbia usinipite. Ni hivi, acha uovu. Mtu anayefanya uovu ni kukosa ufahamu. Na mtu mjinga hajui anakokwenda, yani hana anachokijua. Sasa wewe ni kweli hujui? Si unajua, ni unafanya makusudi tu, unajizima data. Kwa nini leo mimi sikuwashe data? Ili ujue kama kweli tuko safari moja ya kuendea ufalme tuwe. Kama haupo ni bora tu urudi unakotoka, huko unakotaka kurudi Misri, kwa sababu wewe mwenzetu huko kwenye kundi, basi tu upo tu kwenye msafara wa mamba, hata kenge wapo, basi na wewe umo utumo. Si upone leo? Manake ndio maana una maneno, ndio maana unajukumu watu, ndio maana unafikiri wewe. Njoo kwa Bwana. Wewe unayesumbuka ujui uko wapi? Umelemewa na mizigo mizito, yani mzigo wa msamaha huu, yani mzigo utaki kuachia watu moyoni. Wewe umelemewa, tusogee msalabani pake na mizigo yetu. Amesema yeye tumtwike yeye fadhaa zetu. Tumtwike yeye fadhaa zetu. Nasi kia kuitwa nasa, kwa yule ambaye tayari moyo wake ameandaa, amelisikia neno. Katika neno kuna ufungulivu, na amelisikia neno na limeishi ndani yake. Ninaimba wimbo huu. Ujitafakari hapo kitandani, piga magoti hapo kitandani kwako, piga magoti. Sebleni kwako piga, sogea mbele za Bwana. Hey. Nasi kia kuitwa nasa uti yako nika safiwe kwa damu yakwa. Wewe mwenye mizigo, wewe mwenye kulemewa, Mathayo 11:28. Sasa wewe mwenye kulemewa, njoo kwa Bwana, njoo kwa Bwana usiku wa leo. Tokea nilivyoanza kukuimbia mpaka nimekuja kwenye Waefeso 5:15 mpaka 17, nimekuja kwenye Wagalatia 5:22-23. Wewe sasa hivi niko kwenye Mathayo 11:28. Samehe mtu, kubali, usiangalie dharau. Wewe muangalie, angalia Golgotha, angalia Golgotha. Usiangalie watu wamekukataa na wakutaki na wamekudharau kiasi gani. Katika dharau hiyo ndio heshima yako. Katika kukataliwa ndio kukubali kwako. Nasi kia kuitwa nasa uti yako nika safiwe kwa damu yakwa ngikwa kwako. Ni kweli umefanya uovu mwingi, unaujua. Umemtenda dhambi, uso wa Bwana umekuwa mbali nawe kwa matendo yako. Ni kweli umenena vingi visivyostahili kabisa. Ni kweli kila kujitazama umetenda vya uovu machoni pa Bwana. Ni kweli. Nenda mbele za Bwana, sogea mbele za Bwana. Mtwike yeye, mwambie Bwana, ni hili limenisababisha Bwana. Ni haya, mwambie yeye peke yake, mtwike yeye fadhaa zako. Akasema, wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Hebu tumtwike Bwana usiku wa leo fadhaa zako. Acha kuangalia kinachokuumiza, acha kuangalia. Mtwike Bwana fadhaa zako. Mtwike Bwana fadhaa zako. Mtwike Bwana fadhaa zako. Mtwike. Usiangalie unakashifika kiasi gani. Usiangalie huna hela, huna pesa ndio maana unadharaulika. Huna kazi, huna unachofanya, umeonekana huna akili.
wewe unautizamia ufalme. Wewe si mjinga, wewe ni mwelevu. Unajua wapi lazima utende mapenzi ya Bwana. Pale unapoona ulikengeuka kwa sababu hujatenda mapenzi ya Bwana, pale unapoona ukuliwakilisha tunda la Roho maishani mwako, nasi kia kuitwa na sauti yako sijui wewe unafundishwa nini na nani wapi, mimi sijui, lakini mimi andiko nilokupa hili la Wagalatia 5:22-23 ni andiko langu kuu ambalo baba yangu wa kiroho alinipa. Hilo ndio ilikuwa andiko la kwanza na la mwisho kunitumia, na nilikuwa napambana. Sasa sijui Debora baba mimi alinipaga hili andiko. Ni andiko alinitumiaga yeye mwenyewe. Yaani alilitumaga kwenye message, alitumaga hilo andiko tu. Sasa sijui wewe nini, na mimi nalituma ile andiko kwako. Ni baba yangu akiroa aliniambia hivyo. Debora baba yetu mimi aliniandikiaga ile andiko miaka huko nyuma huko 8 sijui ngapi imepita 7 huko. Aliniandikiaga ile andiko pekee. Hakuwahi niandikiaga tena andiko lolote. Aliniambiaga Galatia 22:23. 5:22-23. Basi nukta. Naliishi. Hivyo wewe ambao unahisi kama vile kwamba ile andiko ni dogo, kuwa na kiasi, kuwa na upole, kuwa na upendo, kuwa na utu wema, kuwa na fadhili. Sijui wewe baba yako amekuonyimbia andiko lipi, sijui wewe mama yako amekwambia lipi. Sawa basi, mimi kuhani wa zamu, mimi mtumwa wa Kristo, andiko hili la Wagalatia 5:22-23 uliishi mwana wa Mungu. Neno la Mungu likaishi ndani yako. Liishi ili andiko, utakuwa na kiasi, utakuwa hivyo. Sasa hakikisha unavuka hapo. Mwambie Mungu, ni kweli kuna mahali nilikuwa sina kiasi. Ni kweli kuna muda nilikosa kufadhili. Kwa kweli kuna muda sikuwa na utu wema. Kwa kweli sijafanya upendo. Nilikuwa sina upendo, mimi ni nini? Mwenyewe unajua jinsi unavyonenda na unavyotenda. Nasi sogea msalabani pake. Kia kuitwa na sauti yako safiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Ile damu ile Kristo alivyoangikwa pale mtini Golgotha. Nasi kia kuitwa, alikotoka damu na maji pale ubavuni. Nasa aliangikwa sauti yako. Yes, sikia sauti ya Bwana usiku wa leo. Unaonaga aibu ukiwa kanisani kupondeka? Pondeka hapo chumbani uliko nako nisikiliza, pondeka. Safiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Sogea. Mesogea. Tini pako. Aliangikwa pale mtini kwa ajili yako. Ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Mesogea. Tini pako. Ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Ya kuangikwa kwako. Sema, Bwana Yesu, ninaungama
na kutubu dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua au kutokujua. Majira haya Bwana, ninaomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uniandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nami kuanzia leo nimeokoka. Nami kuanzia leo nimeokoka. Nitaishi katika tengenezo lako na katika amri zako. Bwana Yesu, ninaomba unisaidie. Bwana Yesu, ninaomba unipokee. Bwana Yesu, ninaomba unikubali kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Amen. Kuanzia sasa umeokoka na ukaishi sawa na ulivyokiri. Haleluya. 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 Ubarikiwe sana. Mungu akubariki sana, ukawe na ibada njema na yenye baraka. Tutaonana tena Jumamosi ijayo majira kama haya. Kwa upendo kabisa nitafurahi ukifollow my Facebook page. Nitafurahi sana pia ukaenda TikTok Pastor Florentina Gama 13 ukafollow. Nitakushukuru sana nikikuona umeenda kufollow kwenye Instagram page yangu, naandika Pastor Florentina Gama unafollow. Nitakushukuru sana. Nitafurahi sana nikikuona umesubscribe my YouTube channel TZ Reconciliation TV. Kabla sijaanza kulock, kabla mambo hajawa mengi, kabla Bwana hajatupeleka huko tukaanza kufunga, ni wale tu watakao tuona ambao wametufollow na ambao wapo, na wewe uwe basi ni mmoja katika kundi hilo la kupokea neno la Bwana. Ubarikiwe sana, nikutakia usiku mwema na njozi njema. Bwana akaseme nawe katika ndoto, Bwana akakupe maono, Mungu akakubariki sana, ukainuke na moyo wa ibada na moyo wa maabudu ndani yako, moyo wa kiu ya kumwabudu Mungu ikajae ndani yako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Amen.